mume wangu na story nataka nikuhadithia. Kila siku nakwambia kishafika muda hakuna staki story na mtu. Maana wewe huanzisha story afu zikikushinda kana na mkoro. Hamna bwana, leo haisiwezi kutoa story mbaya. Yaani hiyo story ilikuwa nasubiri huyu kaka aje. Siku pap kaja nihadisie. Maana hiyo story kaka yeye mwenyewe anaijua. Unakumbuka kaka kipindi kile huyu bwana anakuja kuniposa nyumbani, unakumbuka vizuri? Basi siku zile ulipokuwa unakuja kuniposa kule nyumbani kule. Basi ile siku niloitwa pale, unakumbuka vizuri kaka? Lakini ile siku niloitwa ukumbini, basi nikaambiwa huyu hapa leo, huyu Ajumi ndo mchumba wako, ndo anakuja kukuoa. Nilivyomuona roho iliniruka, nilishtuka nikasema, Mungu wangu we, mbona umeniaziri, umeniletea kituko gani mie hichi? Ina maana mimi naweza kwenda kuishi na mtu ambaye yani umri wa baba yangu, yani mtu mzima si mtu mzima? Yani siku zile wallahi nililala kaka, yani nimelala ndani nakwambia nalia machozi na kwa Mwenyezi Mungu nitolee mie. Dola na gani hizi kwenda kukosa radhi kwa wazee wa watu? Basi akili zangu zote mumangu mimi nilikuwa najua we mtu mzima, pengine una familia yako, una wajukuu huko, nilikuwa sijui. Lakini tena baada ya kuishi na wewe ndo kukuona kasema kumbe hata sio mtu mzima, ndo mavazi. Lakini sikulilia ile, siku ile sisahau. Haki ya Mungu yani. Muulize kaka alipopata tabu. Kaka unakumbuka vizuri nilipopata tabu, nilipopata shida siku zile? Unaona wewe maliza maneno. Kwa hiyo mie uliona kama kuniletea kituko. Safi. Sasa mke wangu na mimi nataka nikwambie hali ninayopitia sasa hivi. Wewe kama ulipitia zamani, mimi napitia sasa hivi. Hali gani? Kwanza mimi nilikuwa wazee wanitafutia mke. Nikakataa nikasema mke anatafuta mwenyewe. Ndo kakuona wewe. Nilipokuona wewe kaja ngakuposa kwenu. Usijua kanuna. Lakini sikuficha. Najuta kwa kwenye familia yenu. Yaani una maana gani unasema unajuta kuwa kwenye familia yetu? Usipaniki. Bashemegi. Kula. Maana jua masikini siku zote ukishapikia vyakula vizuri hufakamia, kwa sababu kwao inakuwa si aglabu kuvipata. Una maana gani? Ina maana kwamba kwenu hakuna. Sasa mambo gani hapo? Ndio haya aliyoleta ndugu huyo. Maana hizo story zenu unanishirikisha mpaka mimi, maana huko tunasumbuliana sasa. Nimeki kula. Mke wangu bwana najuta amekoa kwenu. Maana huja ugeni hapa siku nyingine, panga jiuliza roho niweke wapi? Langalo kankuja kaka yako tu, lakini siku nyingine huja familia yao nzima hapa. Bwana keleka kweli kweli kwa masikini. Sio vizuri mbele ya kaka unasema maneno hayo, lakini hapo kwa kuna mbele ya nani? Kani mbele ya kaka yako. Wewe kana hizo pesa unazipata ukubwa ni? Ndio kaja kwenu kaja kwa masikini. Yeye ukubwa ni unaipata. Babako kalifikia hatua ungepale hatua leo na kampata pesa. Mimi napata ukubwa ni babako ni mtu nzima anazo. Mume wangu vibaya hivyo mbele ya kakaangu unatoa maneno kama hayo kweli? Ndio yani wewe atafikisha ujumbe gani uko nyumbani? Ujumbe atakaofikisha ni ujumbe wa kwamba wewe unaniambia kama ilikuwa unitaki kuniletea kituko. Sasa mimi najuta kwa kwenu. Shemegi kula, furahi chakula. Unamaanisha kwamba sisi hatuje kula pilau ndio kwanza tulikuwa kwa vipi? Yaani ndio mwanamume ana matatizo. Kaka umejionea Lakini na wewe punguza mdomo. Hayo yote umetaka wewe. Hebu punguza mdomo muda mmoja. Wewe tengie ujali wako wewe mdomo tu. Unaona mimi navyosimangwa hivi chakula naona na njaa lakini naiona hakiendi tena. Sikufichi. Njaa nayo lakini naona chakula hakiendi. Heshimu japo siku moja ninazokuja hizi. Mimi nilijua angalau mambo ushaacha mimi. Unatoka kwenye chakula sasa. Kweli mimi nakumbuka kwamba yule uliniambia kwamba ule kama kizee makoti sijui madude gani have viatu. Lakini sasa mtu usimfananishe na maisha mengine. Yule mtu kweli ana pesa. Ya stories zishapita na miaka unazileta leo hapa kwenye chakula. Kweli? Mimi nenda nunua japo chips njiani. Hakiendi tena hicho chakula serious. Simaliza kula kaka. Nakwambia nenda nunua japo chips kavu chakula hakiendi hichi. Siwezi kula hapa kwa sababu naona kama nafungwa kamba ya roho. Nile chakula nishambua kwa mimi sijawahi kula, familia ikija hapa mtihani. Usimsikilize yule mimi nishamzoea. Punguza mdomo. Ina maana mmeniachia mwenyewe mmenisusia.
baada ya leo nimekoma.